So shida yako nini? Nimekuwa na matatizo mengi. Majina yako unaitwa nani kwanza? Kwa majina ni Faustin Masonga Thiong'o. Yes. So shida yako ni nini? Matatizo umekuwa nayo ni nini? Nimekuwa nikisumbuliwa na mambo na pombe, usherati, ikaniingiza kwa umaskini, nikaanza kuiba. Nilianza kuota nikilala na watu. Na eventually kuna a friend of mine ambaye tulijuana kwa mtandao. Na akaanza kunionyesha jinsi ambavyo naweza nika access watu kwa mtandao. Akaanza kukuonyesha jinsi ya kuaccess watu kwa mtandao. Na nikaingia na nikazama ndani. Nikawa na access watu kwa mtandao. Una access kwa mtandao na njia gani? Internet. So nikaingia tu nikaanza kujoin. Kuna application nikaonyeshwa. So hiyo application ukiingia, kila mtu huko ni msherati tu. So kwa internet. Kwa internet. Sasa mna communicate on the internet. Tuna communicate kwa application fulani. Ni hub fulani imewekwa kwa simu, kwa mitandao. Yes. Imewekwa washerati. Wanawake washerati. Wote hata wanaume. Hata wanaume. Ndio. So wako huko wote. So hakuna kitu kingine inaendelea huko. Ni hiyo. Ni hiyo tu. Sasa mnafanya usherati kwa akili ama kwa mwili? Physical. Physical. Yes sir. So ukiongea na mtu mnarudi mnakutana. Tunakutana na tukikutana lazima. Listen, twende polepole. Unaingia kwa mtandao kwa simu. Yes sir. Una communicate na mtu au mjui? Simjui. Na mnapanga vile mtakutana. Ndio. Sasa mnakuja mnafanya hadharani. Sasa tunakutana hadharani. Na tunafanya kile ambacho tulikuwa tumeongea. Na tunamaliza, kila mtu anaenda zake. Na mko mnajuana? Tuko tunajua. Kwa hivyo haulali na mtu namjua? Hapana. Mnakutana kwa mtandao? Kwa mtandao. Na sasa hiyo mnapeana pesa ama kunaenda aje? Ukipata mwenye ako na pesa atakupa pesa. Sasa ni mwanaume analala na mwanaume mwingine ama ni mwanaume na mwanamke? Wote. Wewe umelala na wanaume? Pande zote. Zote. Mwanaume mkikutana nakupa pesa? Ananipa pesa, hata anafanya kila kitu yenye anaweza hitaji. Na wanawake vile vile? Ndio. Sasa wanawake wao ni wa area hiyo ama ni mbali, hata wengine ni wa mbali? Area ya Nairobi, hata Kitengela wako, Mombasa wako. Ni application kubwa sana. So iko na access ya kila mtu ama iko na wale watu wana register? How do you get to that? Hiyo application lazima uregister. Una register? Ukiregister. Sio kila mtu ako na uwezo wa kuingia. Si kila mtu. Ukiregister. Na ndio maana sikuwa naijua kwanza, nilionyeshwa. Wewe huko unajua? Nilionyeshwa tu na mtu nikaambiwa ukiingia hapa kutakuwa hivi. Sasa wewe huko unajua? Mimi sikuwa najua, lakini nikaingizwa tu nikaonyeshwa. So ukishaingia uwezo ukatoka? Inakuwa ngumu sana kutoka, imenisumbua sana. Hiyo kitu inanisumbua. Hautaki? Na mimi mwenyewe sitaki. Hata mbele ya Mwenyezi Mungu sitaki. Roho yangu hata ikiangaliwa sitaki, lakini ukikaakaa hivi kwa sababu ulikuwa umeingia. Saa nyingine unajua iko na pesa. So ukikosa pesa unarudi tu. Saa nyingine iko na pesa. So wakati umeenda umeona una kitu inakusukuma. Inakusukuma tu na unaenda tu. So na ukikosa, kwa sababu hiyo pesa saa nyingine haisaidii. Kwa sababu unaweza pata pesa hata mingi ndio, lakini sielewi vile inaendanga. Ujuangi vile sinaisha? Siwezi elezea hiyo. So saa nyingine unajikuta umekaa chini, ni kama akili yako imerudi sawa. So unaanza kujiuliza ulikuwa unafanya nini. Unaanza kujiambia utaki, lakini immediately umesema hautaki. Sasa kesho kutatokea, na hata apart from shida, kutatokea mtu ambaye hawezi resist, utakubali tu. Kesho, siku ile ambayo umesikia hautaki, kesho yake unafinyiliwa kabisa. Unafinyiliwa na ule mtu ataapia. Lazima usikie kuenda tu. Yule mtu ataapia kwako, lazima utakubali vile amesema. Utakubali tu. Kwa hivyo wewe unajua kwamba kuna maovu inafanyika kwa mitandao.
Ni mingi na vijana wamekamatwa wengi sana. Wengi sana. So ukiwa hapo ukitumia ile njia, ni simu tu, ni message ama unapiga simu? Hakuna kupiga simu, ni text to chat. Una text tu? Ukishamuuliza uko wapi, uko area gani, hivyo tu. Hii imetosha. Sasa yule ambaye mwenye kuseduce ataenda ama yule mwenye kuseduciwa ndiye atakuja? Either way. Either way. Kama uko na nyumba utakuja kwako. Na kama umeseduce mtu ambaye yuko Mombasa ama haijaendanga mbali kama huko? Imeenda hata nchi za ng'ambo, lakini ina depend na mwenye umepata. Kama ako na pesa atakulipia nauli. Atakulipia nauli. Uende mahali huko. Uende mahali yako. Na utaenda. Kwa sababu kuna kitu inakucontrol tu. Lazima unasikianga tu kuenda. Lazima uende tu. Sasa huko hii watu wote mnaingiana kanisani ama ni kwa vilabu na wapi na wapi? Hata kanisani nimeona watu. Umeona kanisani? Wako. Na inawatoanga kwa kanisa. Hiyo inawatoa. Wakati ambapo wewe umetumika, kuna wakati umeona umetoa watu kwa kanisa, umetoa mtu kwa kanisa? Unajua, apart from kuongea hata kuhusu watu, kuna wakati hata mimi nilikuwa naenda kanisa. Lakini kanitoa. Kwa sababu iko na. So wakati unafanya hiyo, kuna wakati ulikuwa tu kanisani? Kuna wakati nilikuwa kanisani lakini kanitoa. Nikasikia sitaki kanisa kwa sababu nilihukumika ndani. Nikasikia sitaki kusimama tena kwa madhabahu ama kuomba kwa sababu ya vitu mingi ambazo nilikuwa nafanya. Sasa wakati ambapo mtaweza kufahamia watu wa kanisa, huwa mnafanyia hiyo kanisa ni namna gani ndio mpate ruhusa kuingia? Actually ukiwa kanisani nimekwambia ni application. So usi unaifungua tu ukiwa ndani. Ukifungua unaweza ukapata tu mwenye ako ndani pia. Hapo ndani hiyo kanisa. Ukimpata mnaongeleshana, mkitoka kanisa mnaenda tu. Mkiwa hapo mnaongeleshana na kwa SMS, si kwa chat. Lakini mkitoka mnajua mahali mmeagree muende. Na mnaenda. Na hata vile niliingia hapa, mtumishi, siwezi kuambia niliingiaje. Nilikuwa nishapita actually. Huko unakuja. Sikuwa nakuja hapa hata kidogo. Kwa sababu nimekuambia niliingizwa mpaka kwa wizi. So nikaenda jela. So nimetoka jela last week on Friday. So nikaenda kwa my dad kwa sababu nyumba yangu ilikuwa imefungwa. So nikijaribu kuconvince mwenye nyumba anipe hata nguo kidogo akakataa. So my dad akanipatia hii nguo ambayo nimevaa hizi, my dad clothes. Yeye ndiye alikupea? Yeye ndiye alinipatia. Na leo akaniambia toka, ende utafute kibarua utafanya. So mimi sikuwa nakuja kanisani. Nilikuwa natafuta kibarua. Ili angalau nyumba yangu ifunguliwe nipate angalau hata documents na manguo tu. Hiyo ingine Mungu atajua penye. Lakini sitaki kurudi kwa hiyo maisha ya kitambo kwa sababu nikirudi haitakuwa na maana ya mimi kuenda jela ama maana ya chochote. Kwa sababu imenihangaisha sana hiyo maisha. Sasa ulikuwa unapita tu? Nilikuwa tunapita tu. Nilikuwa nishaenda mpaka huko chini lakini nikasikia unajua hii sauti ya hii speaker hapa ni kubwa, so nikasikia hiyo sauti ni kama inaniita. Nikiwa huko nikasikia ni kama inaniambia rudi. Unaisikia ukiwa mbali? Inasikika sauti? Inasikika sana. So nikasikia inaniambia rudi. Sasa nikashindwa narudi wapi. Nikakuja kuchungulia hapa nikaona nikawash kuna vijana wako hapo. Nikasema sasa hawa vijana hapa narudi kufanya hizi nikawash ama niulizie kazi hapa, labda hapa ndio kuna kazi. Kuenda kupiga hivi kona badala ya kuulizia kazi nikastukia nimeingia tu kwa kanisa. Ukajipata ndani. Vile nilikaa pale nikashindwa kutoka tu. Unasikia uwezi kutoka hapo? Nikashindwa kabisa. Najaribu kuangalia nyuma nitoke lakini nashindwa. Oh my God, pigie Yesu makofi mazuri. Sasa nikiwa ndani nikajiuliza. Na unajua nimeambiwa niende nitafute kazi.
na my dad was very serious about it. Sasa nikajiuliza, na hii service haiishi. Unajua nilikuwa nashindwa haiishi. Ninakaa nikasikia nimechoka, nikasema acha niende kwa sababu the aim ya kukuja huku kwote, kwa sababu mimi ni wa Githurai 45. Wewe wa 45. Ilikuwa kazi. Hakuna umetoka 45. 45. Nimetembea tu mguu hivyo. Umekaa 45 for how long? For miaka 2. Na umekuwa kwa hii hali sasa kwa muda for how long? Hiyo kazi yote umefanya muda gani? For almost 3 to 4 years. For 4 years umekuwa hivyo kwa usherati. Hivyo tu. Sasa nielezee, hivyo mnavyoingia kwa mitandao, umetuambia hapa mnaisambaza kwa millions, mnasambaza namna gani? Can you open up your heart? Bali na kulala na mtu direct contact physical, how do you do it in spiritual? Kiroho. Ukiangalia mtu unamtumia ile inaitwa, yani ni kama for example, ni kama niangalie ile speaker pale. Kuna communication nita-communicate nayo. Kuna jio na communicate na hiyo. Lazima nikiwa mahali, lazima kuna vile nikikuapproach utanikubali tu. Hata kama ni kwa club. Kwa hivyo hata mbali na communication vile vile macho ina signal ya kushika. Ina signal. Na huyo mwingine na ako na signal. So huyo kikamata anapelekea mwenzake. Yes, na akipata signal na yeye anarudisha. Na so ukilala na mtu mkiachana na yeye akienda, inaishia hapo ama yeye hiyo roho itakuwa ndani yake, au what happens? Hata yeye atasambaza tu. Ataenda na hiyo. Ataenda, haizi baki vile alikuwa. Anabadilika. Vile mimi nilipatiwa na nikaenda nayo, hivyo hivyo ndio anaenda. Sasa hii mnapea vijana ama pia mnapeana watu married? Watu married pia wako. Hao ndio pastor, hao ndio wale wanaitwa babas. Babas. Na wamamas. Wanaitwa babes na wamamas. Ndio hao sasa. Sugar daddies. Wako wengi, ni wengi sana. Kabisa. Na wanahangaisha vijana sana hii town. Sasa umetamani kutoka ukalemewa? Nimetamani kutoka nikalemewa pastor. Nataka nielezee habari za ukimwi. AIDS. What is that? AIDS inapatikana huko. Na iko huko tu. So wewe ukishaingia huko, kama haukuwa nayo, utakaa kidogo. Itakupata. Lakini ukikaa hiyo kidogo, lazima itakupata tu. Itakupata. So kulingana na utafiti wako, mmefinyilia kanisa kwa muda gani? Makanisa mangapi? Has it affected the church? Yes. Sorry to say, I've even met one pastor. Ndani huko ndani tu. Mchungaji tu. Ulimjuaje mchungaji? Ama unajua yeye? Tulijuana. Tukiongea. Ukadili na yeye? Kaenda kwake. Kadili na yeye tu. Kadili na yeye. Mwanaume ama mwanamke? Mwanaume. Mwanaume. Kwa masiadu hizi. Na kuimba umeibia watu wangapi? Pastor, kuiba inatokana na, unajua hii kazi wakati mwingine inaenda chini. Hata hiyo wakati mwingine inaenda chini. Unajaribu kuandika message wanakuambia wako na mwezi ama wako na nini? Kuna wakati kazi ni nyingi lakini pesa hakuna. Githurai? Pastor, it is past. Hata hii area 44 usharati imejaa hapa 44, imejaa Zimmerman. Hata kuna muhindi fulani tu anachukuanga vijana kila weekend pale Parklands. Imejaa. Wewe unajua hiyo? It is all over. Wewe umeona hiyo? Hiyo iko. Na ukienda huko kuna mizinga, kuna kila kitu. Hakuna kitu huwezi kosa. Mizinga ni pombe? Pombe tu. Kwanza mnalewa? Tunalewa. Mnaingizwa huko? Tunaingizwa huko. Last time ulifanya hiyo ni lini? October last year. Nimekuambia nimetoka jela on last Friday. Walikufungia? Thika prison. Nimekuwa huko for 6 months. Thika? Yes. Ukiwa katika prison ulikuwa unafanya communication yote? Katika prison ule rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa tunafanya usherati naye, nilikuwa najaribu kuongea naye lakini hakuweza kukuja hata kuniona. So nilitembelewa tu na my sister peke yake. Na
vile nilikuwa huko nilianza kujiingiza na mambo ya kuimba kwa prison. Juu kuna uimbaji bado prison. So and I think hiyo ndio hata imenivuta pia ikafanya nikapatana na kanisa. Juu chaplain wa huko aliniambia, naitwa Faustin, akaniambia Faustin, ukirudi nyumbani enda tu, hata kama utapatana na kanisa enda tu, mtumishi akusaidia. Na siwezi penda hiyo maneno yake pia ipotelee. Naweza taka kuona hata mimi nikibadilika, naweza taka kuona kitu mpya tu kwangu. Mikono yako mbele za Bwana, funga macho yako. Raise up your hands above your head. Close your eyes. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. mimi ni mwenye dhambi. Na leo nimekuja kwako. Na leo nimekuja kwako Kujishtaki. Ili unisafishe. Uniokoe. Na uniweke huru. Yesu mwana wa Mungu. Niponye roho yangu. Na nafsi yangu. Na mwili wangu. Niondolee hatia zote zile zinazohesabiwa kwa maisha yangu. Niondolee kila sababu inayotumika na ufalme wa giza unitesa. Kuanzia leo Yesu mwana wa Mungu, ninataka wewe pekee na Roho Mtakatifu. Niandike jina langu katika kitabu chako cha uzima wa milele. Nimekataa shetani na kazi yake yote. Na kuanzia siku ya leo mimi nimeokoka. Nataka Yesu na Roho Mtakatifu. Ya kale yameisha sasa. Natazamia mapya kwa ajili ya maisha yangu. Yesu Kristo, njoo sasa uniokoe na unitetee na unilinde na uniongoze kuanzia leo na hata milele. Sema amen.